Hi guys, good morning, good afternoon, good evening. It's your girl CEO Emma. Na tuko hapa na mgeni. Leon Cyprian. You have Leon Cyprian Owiti in the building. Hebu ambie channel yako sasa hizi. Yeah, you should look at my channel there. Ingia Kiswahili. Tafadhali ingieni pale, bonyezeni kidude, msubscribe kwa channel yangu at The Leon Show. Yeah. Kabisa. So guys, some of my securities yuko around. So niko na mmoja hapo behind the camera hajataka kuonekana. And then I have Leon here juu ya security hapa moja mbili tukiangalia ni aje. So kuna this information that tulipatiwa. So nishikie tusiweke chini. Kuna this information yenye tulipatiwa kwa historia ya Magi. Kuna information tulipatiwa. So tunajaribu kungangana tuone kama ni ukweli. The Samuel that is being said is dead like kama ni ukweli amekufa. So tukapatiwa namba ya sister. Yeah, mama ya kina Wendy. Sister yao mdogo. So Samuel anafaa kumuita auntie, kina Wendy wanafaa waite huyo mama auntie. So nilifanya research zangu nikatafutana na huyo anko yao alijificha, hatujamuona. So sasa ndo tunajaribu tuone itakuwaje. So tumekuja kutafuta huyo mama yao, alikuwa ametuambia tuingie na hii barabara na tukaingia. So acha tumpigie simu kwa mara nyingine. Atuambie tufike wapi. Giusti anasema aje? Tusikie ile kitu yenye atatuambia. Tunyonje hii maji yako. Sasa tuende tusikie zile vitu na yeye atatuambia. Nataka tu hiyo confession. Amekata simu nini? Amekata? Nataka tu confess atuambie kama ni ukweli. Tuambie tu alidedi. Tuna get? Yeah. Hello. Sasa mam. Poa. So tumeteremka na hii barabara ulituambia tuteremke nayo. Tumefika hapa mahali kuna jengwa. So tunaona kama ni mwisho wa barabara, so hatujui. Teremkeni tu mtaniona tu hapa. Wewe unatuona? Mimi nawaona. Tumesema tuteremke. Teremka tu. Tumevaaje? Kama ni Mungu aje. Ni wewe umejifunga kitambaa ya red. Tuko watatu. Mko watatu? Nimejifunga kitambaa ya red na leso na jacket. Sasa acha nikuje. Hata ndo huyo hapa. Umeona? Si ni huyo. Hapa hivi. So guys, hebu acha tuende tuone vile itakuwa. We really hope haitaenda hapo vingine. At least atupe tu hiyo confession, si ndio? Atuambie tu aje. Atuambie kama ni ukweli. Unajua nani anaweza kuwa anamficha? Nani anaitwa Wendy, sister ya huyo Samuel. Anaweza kuwa anamficha and anaweza kuwa anajua kile kitu yenye inaendelea na ndugu yake. Alafu anaona kuja tudanganyaje. Alafu mbona kwa ule anko mwenye alitutuma kwake? Tulienda. Huyo anko alifanya alitoroka. Kweli alitoroka. Mpaka sasa inabidi mnasikia nikwambia some of our securities yuko around. So inabidi waende wamtrace juu atujui mbona alitoroka. But sasa nikatafuta option B ndio kwanza ni verify hiyo story. Yeah. Ndio kuna vile familia mzima inaweza danganya by the way. Kweli. Hakuna vile familia mzima inaweza danganya. So guys, tanda huyo mama. Tumsikize ndio ule. Tuone tumsikize. Hata sijui nitamuanza wapi in fact. Kwa milima na mabonde. Sasa mam. Ni wewe? Nimepigia simu si ndio? Kwa salama. Tuko salama. Labda nini? Yes, tuko salama. Tunaendelea vizuri. Si ukuje tusimame hapa kidogo. Yes. Ndo tunafika. Pole tumekuweka sana. Hakuna shida. Huku ndo unaishi? Huku ndio naishi. Okay, hiyo ni vizuri. Mimi naitwa Emma. Huyu naye ni rafiki yangu. Anaitwa Leon. Yes, nikamwambia si vizuri mtu aende hivyo peke yake. At least akuje anilete. Ndio tukuje at least tuzungumze moja mbili tatu na wewe. Ndio pia utusaidie juu sisi tunahitaji tu usaidizi. So tulipewa namba na mtu, nilikuwa nimekwambia tulipewa namba tukaambiwa unaweza tusaidia. So tukasema acha tukuje ufanye nini? Utusaidie. Sasa sijui badala hata utuweke hapa nje. Wewe hata tupeleka kwa nyumba hata kachaika wageni. Kwa nyumba hapana. Tuongee tu hapa. Kwa nini unaogopa? Kwa nyumba hapana. Mimi siwajui.
Hata sura sitambui. Haukaribishi watu haujui. Sikaribishi. Sawa mama, kuja simame hapa basi. Hiyo bado ni security iko sawa. Lakini hii Nairobi inataka mtu akue hivyo. Hii Nairobi haitaki mtu analegea. Tunakaribisha kila mtu. Hapana. Haifai hivyo. Yes, so sisi tumekuja tukuuliza maswali 1, 2, 3. Itatusaidia, tuko na kesi tuna investigate. Sasa tulikuwa tunaomba utusaidie na information. Ukitupea information sisi tuendeleshe kesi zetu. Yes. So sijui utatusaidia tu tafadhali. Si ndio? Uliza ndio nijue. Ndio kama utatusaidia. Ikiwa nitaweza nitawasaidia. Ikiwa siwezi nitaokanya. Okay, kwanza wewe unaitwa nani? Tuambie tu jina. Mimi naitwa Frida. Frida, okay. Na nilikuwa nimeambiwa tu hivyo. So kwa amenidanganya. So Frida, sisi nimekwambia wanga tunafuatilia kesi na kuna hii kesi tuko nayo, kuna mtu tunatafuta. Na huyo mtu tumeng'ang'ana sana kumtafuta lakini hatujasaidika bado. Tukaambiwa tukuje tukuulize utueleze kama maybe unaweza jua mahali penye yako. Ndio tuende hapo sasa, huyo atatusaidia. Alifanya kitu mzuri. So kuna kesi tulikuwa tunafuatilia, amefanya kitu mzuri. So tunataka tuende tumpe zawadi yake. Juu hiyo kesi yenye tumekuwa tukifuatilia. So unaona ukitusaidia at least tumpate, itakuwa rahisi. Mwenye anataka kumpea zawadi tu atampea tu zawadi, kila mtu aende njia zake, tufunge kesi tumalizane na kila afaidike naye. Si unaona sasa. Alafu tena hata najua nishaambiwa ni mtu wa familia yako. So unaona hata zawadi ikikuja inakuja kwa familia. Kwa familia. Alafu hapo ndo namwambianga, unajua mimi ndo nilisaidiananga na connection wakakupata mahali ulikuwa. So hata wewe ni chote ka kitu kadogo. Unaona hata wewe unajiongea hiyo design. Unajua kama si mimi niliwaambia mahali wanaweza kupata. Mpaka nipate. Unaona wewe kuchote pia. Juu ni kazawadi kanono, si kitu kadogo. So tunatafuta kijana anaitwa Samuel Otieno. Yes. Samuel Otieno. Yes, mwenye walisema mkinipata mtampata. Mkinipata mtampata. Mwenye alitutuma. Alitutuma alituambia, "Endeni mtafute Frida." Na akatupea namba. Unaona mimi nilikupigia simu tu direct. Na mimi nataka nikwambie ukweli. Samuel amemaliza miaka 5, hii ya 6 amekufa. Mnatafuta maiti ama mnatafuta mtu mwenye ako hai? Wewe, si tunatafuta mtu wako uhai bana. Tunatafuta mtu wako uhai. Sio huyo. Tafuta mwingine kwa akili. Mwingine Samuel mwingine simjui. Huyo ndio nilikuwa najua. Alikupa kitambo. Samuel Otieno. Sasa ngoja kidogo nipeleke pole sababu huyu mtu anafaa tumpe hiyo zawadi. Na sasa unajua tusipompa hata itakuwa sasa hao wenye tunashughulikia hata wataona. Unajua pia mimi walikuwa wananichota kitu kidogo. Sasa unaona pia mimi itapotelea tu hivyo. Na vile nimeng'ang'ana nimetoka tu mali nimetoka. Na sasa mimi nataka nikuulize. Nikwambie uende uichambue kaburi. Hayuko. Tena ni noma. Hayuko. Alikufa kitambo gani? Sasa Samuel mwenyewe kwa nini alikufa? Ngoja kidogo. Kwa nini alikufa? Ngoja kidogo, mtu wanga hakuna mtu anataka kukufa. Ni vile umenichanganya sababu Samuel mwenye natafuta ako uhai. Hayuko hai. Samuel wakina msichana anaitwa Wendy mwenye najua na ni watoto wa dada yako mkubwa. Huyo Samuel sasa ndo tunatafuta. Maybe unaniambia Samuel mwingine, mimi natafuta Samuel wa dada yako. Na mimi nataka nikuambie ukweli wa mambo. Huyo mwenye alikwambia Samuel mwenye najua alikufa miaka naenda rudi. Na ndo huyo mwenye nauliza nasema wa dada yako huyo mkubwa. Wa dada wangu? Hata dada yangu hana mtoto Samuel, lakini mwenye najua ni huyu mwenye alikufa. Huyo. Kitambo gani? Hakuna hata Samuel mwingine kwa familia, basi maybe tunatafuta the wrong Samuel, si ndio? Ni huyo mmoja pekee yake. Ni mmoja tu. Maybe tunatafuta the wrong. Hata alikufa kitambo. Kwa hivyo saidia hapo, siwezi nikawaelezea muende mahali fulani. Alitusaidia kwa kesi. Rudi tu hapo mwambie tafadhali huyo mama anasema Samuel alikufa. Sasa ni Samuel gani ambaye mnatafuta? Sasa ni mambo gani usikie? Yeye ashasikwa na tunaambiwa Samuel tukiupata tumepata Samuel mwenye unasema alikufa. Samuel mwenye ako na bibi na ako na mtoto. Samuel mwenye mpaka ni vile tu niliona nisikuje na wewe bibi yake na huyo mtoto wake. Mimi najua Samuel mwenye najua alikufa. Sasa kwa nini tukasika? Huyu mimi simjui.
Sasa si huyu Samuel ndio, na hata tulienda kwa Wendy. Tukaambia Wendy aje. Wendy, hebu describe huyu Samuel wenyu mwenye alikufa. Na yeye bibi ya Samuel describe huyu Samuel wake. Samuel wote wanafanana mama. Hapana, mimi mwenye najua ni huyu Samuel mwenye alikufa na huyo mwingine simjui. Sasa hizi ni mambo gani? Sasa nyinyi sasa tutasaidikaje juu hakuna mimi usaidizi yenye naweza kuwasaidia. Juu mwenye najua alienda kitambo. Tukikupata tumepata at least vile tutapata sana. Hatumtafute kwa ubaya. Yule mtu aliwatanganya. Alituambia si hata ni watu wabaya, usikuwe na wasiwasi. Unatuonyesha tu kama tunaweza jua tu, hata kama pali yako unatuelekeza tunaenda mimi mwenyewe nimekuambia mnanikumbusha aliyopita. Ama mnataka nilie? Hapana. Juu yeye alikufa kitambo na nyinyi bado mnanianda. Hapana, hata tuja kuhanda mama. Sisi tunakuongelesha tu polepole, tunajaribu. Hayuko. Alikufa. Na yule mwenye anasema mkinipata rudi kwake, mwambie huyo mama amekata. So na hata yeye akija alisikwa. So Samuel alikufa. Alikufa. Na nini hata hakuacha mtoto ugonjwa. Ugonjwa ya? Alidia tu tumbo na akakufa na tukasika. That information is similar. Sasa sio tutafanya. Sasa hana hata mtoto. Unajua huyu bibi mwenye nakwambia kuna mtoto wako na miaka 6 ako na miaka 3 na miezi 9. Na huyo bibi anasema huyo Samuel ni bwana. Na hata Samuel mwenyewe alienda kamaonyesha mahali anapata huyo dada yake anaitwa Wendy. Unaona? Na tukaenda mpaka kwa Wendy. Tukaenda tukauliza Wendy. Sasa mimi kitu ambaye naweza kusaidia rudi kwa yule bibi. Lakini Samuel mwenye najua yeye ashaka dunia kitambo, miaka nenda rudi. Na si uongo. Asira tuseme unadanganya mama, sababu unajua story ni yenyu. So ile kitu yenye wanatuambia inabidi tunaiamini, hatuna option. Story ni ya? Story ni yenyu. Inabidi guys, ikifika hapa mtu anafanyaga aje, to be honest. Mtu anafanyanga aje, tuseme tu ukweli mbele ya Mungu. Juu sasa tutatafuta aje maiti. Na huyu maiti mwenyewe atakuwaje ako na bibi na ako na mtoto. Ndio pia mimi muone hapa kuna kizungumkuti. Unajua mam, acha nikwambie, pengine nikikwambia utaniambia kama kwenyu kuna kwanga na hizi tabia za mapepo, kama kuna watu wako na hizi mashetani. Huyo Samuel mwenye nasikia nikiulizia, amekuwa akitumia huyo bibi yake vibaya. Anaenda anamtolesha mimba, anapata mimba anamtolesha. Alafu akishatoa mimba, akishatoka yote ikitoka, ile padi ya mwisho anachukua na anapatia bwana yake. Sasa huyo Samuel anatoka na padi anaenda nayo, hajui mali anapelekaga. Sasa Samuel ametumia huyo bibi yake, ametumia mpaka dada ya huyo bibi yake. Sasa watu wote wametumia uongo, lakini bila najua Samuel ameaga dunia miaka nenda rudi. Hata tumesahau. Miaka 5. Hii ni ya 6. Noma hiyo. Tutampata wapi? Tufanya na mmoja ndio anaweza kuwa anasema ukweli. Sasa tuwezi jua kama ni mama. Sasa shida ni moja. Wendy alisema Samuel apendi bitch. Bibi hata mimi nimemshika. Bibi hata niko na yeye. Bibi nimemshika, nimemfungia. Mtoto wake hata nilichukua, mtoto wake saini mimi niko na yeye. Unaona? Nilishika yeye sababu sasa kuna vitu 2-3 zenye zilikuwa zinafanyika zenye hazikuwa zinafaa zikuwa zinafanyika. So mimi nilimshika kwanza na nikamfungia. Na hata after nimempiga. After amepigwa kabisa ndo aliongea. Kuongea sasa ndo akaenda kanipeleka mpaka pale kwa alikuwa anajitetea mwenyewe. Sasa atajitetea. Okay. Samuel alikuwa na dada, alikuwa na dada anaitwa Wendy. Ako na yeye anaitwa Wendy. Na kuuliza, iko dada anaitwa Wendy. Huyu Samuel huyu wangu huyu. Sasa huyu wenyu, huyo mtoto wa dada yako, huyo dada yako mkubwa, alikuwa na watoto wa 3 plus Samuel. Sasa kuna msichana anaitwa Wendy. Hata Wendy alipotea tu na dunia. Samuel ndio nilijua mimi ndisikana. So Wendy alipotea na dunia. Alienda hivyo. Ulienda aje akapotea akaenda mama? Hatujui. Mtoto anaweza potea utafute ukose. Hajawahi rudi tangu Samuel. Hajawahi rudi. Tangu Samuel yake dunia. Hajawahi rudi. Hajawahi rudi. Na mmejaribu kumtafuta? Tumetafuta tumeshindwa. Okay. Nani mwingine kwa familia unajua anaweza nisaidia na hiyo kesi ya nani?
Mtu mwenye familia, unajua huyu mtoto amepotea, huyu mwingine amekufa kiolela. Kwa hivyo hata ukisonga hapo wanaona kama unawasumbua. Okay. Juu wana huzuni kwa roho yao. Naweza taka sana nitafute Wendy ndo nimuulize story. Nimuulize hiyo mambo. Hatujui kama yeye pia amekufa. Juu alipotea tu hivyo. Okay. Okay. So unajua mama, ukiwa na huzuni wale pia wakiwa na huzuni, hakuna vile mtapata. Hatutasaidiana aje. Mwezi saidika. Sasa kila mtu anaenda tu njia zake. Okay. Na juu ya hasira yani. So Wendy alipotea. Alienda hivyo na dunia. Kwa hivyo so haujaona Wendy tangu hiyo? Sijawahi muona. Hiyo miaka 5 sasa, hii ni ya 6 tangu Samuel akufe. Sijamuona, hata sijasikia ufununo ako mahali fulani. Okay. Sawa. Unajua nilienda nikatafuta ango yake. Ango yake akatupeleka vibaya sana. Kwanza alitufukuza na panga na akatufukuza kabisa. Na baada ya hapo ma security nikawatuma waende wamchukue. Wakapata alishatoroka. So sasa hata yeye pia alikuwa na huzuni. Mnauliza mtu mwenye ashaka dunia. Hata kama ni wewe pako kuwa na huzuni. Okay. Na yeye alisikana. Okay. Sawa. Ama si wewe tumetumwa kwako. Sio mimi, lakini si anamjua. Si anajua Samuel. Kumaanisha ni yeye. Okay. Haya, nani? Leon. Yeah. So Wendy alikufa. Wendy alipotea. Wendy alienda hivyo na mguu akapotea, si ndio? Hivyo ndio umesema Shikia hapa. Shika hiyo sound vizuri. Sababu mimi kuna kitu sipendi. By the way, mimi sipendi mtu mzima akiniona mimi kama mtoto sana. Mama, usinione hivyo. Mimi naweza kuwa mimi ni mtoto kwako. Mimi naweza kuwa mtoto wako. Unanielewa? Lakini mimi si mtoto. Mimi ni mtu mzima pia. Sawa? Na naelewa vitu na najua vitu zenyewe zinaendeleanga. Na mimi mwenyewe naweza angalia kitu hivi na nijue. Hapana. Kama saa hii najua unanidanganya. Unasema Wendy alipotea. Wendy tumekuwa naye jana. Ndio mama anajaribu kuniambia aje ati Wendy alipotea. Na kama ulikuwa na yeye jana, mimi sijamuona tangu ndugu yake akufe. Madam, mnakuheshimu sana na kuna vitu zingine siwezi kufanya. Huyu madam ni kama anatudanganya huyu. Unajua hata naona ni vibaya nikionekana nikishikashika. Simuoni vizuri huyu madam. Nikishikashika mtu mzima ni vibaya. Huyu madam simuoni vizuri sio. Kwa mara ya mwisho. Samuel ako wapi? For the last time. Samuel alisikwa. Nikubarishe tu nikuheshimu na hiyo heshima ikubalishe tu ikue. Wacha kukaa kunicheza. Hata ukiniua mbele ya Mungu alikufa. We ona huyu mama. Hebu deal na yeye. Huyu ni kako na mchezo. Ona niachilie juu mimi ninaweza kutupa huku ndani. Yaani anadhani ni mchezo tu. Wewe acha nikwambie. Acha kumsiniambia kama uulize ango yake mambo ya Samuel sasa. Sasa ni nini? Ango yake mwenye alitoroka ama hata mimi hapo huko ndani. Madam, utaongea ukweli madam. Huko ndani. Enda hapo. Utaongea ukweli. Nenda uulize yeye, sio mimi. Tunakwambia ukweli na unaona. Sasa unaniambia ukweli gani? Unataka kushika eti wa age. Mimi nakwambia ukweli wa mambo. Ona. Tutakupiga design tulipiga huyo bibi yake. Yaani si nimekwambia aliongea after amepigwa. Yaani ni kama tu hii familia yenu, mtu haezi cooperate, mtu haezi ongea, mtu haezi fanya kitu kile. Yaani mnataka tu mtu wa disrespect. Yaani wewe at your age unataka tu nijitafutie laana, mimi nikushikashike tu hapa mashari nikutafutie laana. Mimi ni mama. Ongea haraka mama. Ende tafuta ndugu yake, ango yake. Mwenye alifukuza na panga. Naenda pale. Umejuaje? Umesema wewe mwenyewe. Madam. Mimi sijasema alinifukuza na panga. Umesema. Mimi nilisema alitoa. Wewe naenda umtafute, yeye ndiye ana kila kitu ya hawa watoto. Sio mimi. Ulisema. Mbele ya Mungu. Lakini mimi maneno ya hawa watoto mimi sijui. Wewe ni utuambie ukweli. Kwa hivyo mara ya kwanza ulikuwa unatudanganya. Sasa tuambie. Unatuambia je, kwa nini tuende tuulize huyo ndugu? Ona mama, fanya hivi. Fanya hivi mama. Mimi nakuheshimu sana. Na pole nimekushika shati. Inakuanga na
anga issues na kwanga na hasira za karibu sana. Pole, nisamehe kama mtoto wako, sawa? Sasa nataka tu tusaidie, utuambie aje, tuambie tu kweli mam, tujue vile tutafanya tafadhali tu, na kusi tu, ama nataka nikupigie magoti mimi. Hata ukininyonga msikiana wangu mimi sijui, lakini Samuel tulisika huyo dada yake akatoroka na dunia. Kama ulimuona, mimi sijamuona. Na mwenye umetuambia tuende tuulize huyo ango yake, mwenye huyo alikuwa anasema alimfukuza na panga. Okay, hata mimi hatusikilizana na yeye. Kwa hivyo yeye ndiye anajua pale. Yeye anajua maneno ya watoto. Lakini mimi kusika Samuel nilisika. Okay, ni sawa mama. Tulizika Samuel, ni sawa, mimi sina shida. Kwa nini unaniambia niende niulize huyo anko? Ndio nione unipe sababu mzuri ya mimi kwenda hata kutafutana naye. Nijue kama sasa hiyo ndio mission yenye nitachukua sasa ya kwenda kutafutana na yeye. Sasa mimi kwa sababu yenye nakwambia, mimi ni mama. Nenda udili na huyo mzee. Mimi ni mama. Hata kila kitu ya watoto uliza yeye. Sio mimi. Ni vitu gani zenye anajua kuhusu hiyo familia au watoto? Usisahau ana tu dada yako. Sasa ukianza kuniambia niende niulize huyo mzee. Na sasa mimi hawa watoto wenyewe ni watatangu, lakini mkubwa ni yule, sio mimi. Hata tukatai, lakini unaweza tusaidia. Juu mimi naona kuna kitu haiendelee vizuri. Mimi kuna kitu tu naona tunashinda Leon, kuna kitu tunashinda tunazungushwa. Tuambie tu ukweli mama, tafadhali. Mimi sina ukweli ingine. Mimi najua nilisika mtoto wa tatangu. Mwingine msikiana akapotea na dunia. Nasi tulikuwa na wendi mama. Sasa kama mlikuwa naye, mimi sikemwekelea macho yangu. Na si umetuambia tuenda tuulize huyo anko yake kwa sababu ango mkimpata. Ango kuna kitu anajua basi. Ango mkimpata ulizeni yeye, lakini kwangu mimi hapana. Samuel tulisika, huyu akapotea. Sasa tuende tuulize nani aje, tumuulize aje, tuambie vile tunaweza enda, maybe tumuulize. Na nenda muulize Samuel yako wapi? Huyo msikana ako wapi? So, mimi nikiongea mnaona mimi natanga na mimi sitanganyi. Mimi naongea ukweli. Sasa si ndio maana nimekwambia aje. Mimi hata nimeacha kuona unadanganya. Sasa hivi ndio maana nakupeleka polepole. Sawa mama. So, hebu niambie aje. Kwani anajua mahali na ni wendi yako, ama anaweza kuwa anajua ni nini inaendelea? Sababu Samuel, unasikia nakwambia Samuel ako na mwenye sasa sisi si wewe. Sisi. Na kusho tangu Samuel akufa. Hujasikia hata fununu ya Samuel? Hapana. Sijasikia. Sasa kama nimesikia, kwani sinaweza ongea tu. Ujanipika. Ujanishika unipeleke polisi. Lakini Samuel mwenye wa dadangu mimi najua vizuri tulisika. Na huyo mtoto alipotea tu akitembea. Dada yake. Huyo siwezi sema tulisika. Kweli wa mambo nasema hivyo. So mtu mwenye anajua kuhusu hiyo familia vizuri ni huyo anko yao. Anko yao. Nikienda tu niulize tu anko yake. Mimi hapana. Wewe hapana. Mimi hapana. Ango yao naweza kumuuliza, lakini mambo ya Samuel nilijua mimi nilisika nikiona. Hapo nimetoka hapo. Lakini yule msichana alitoka na miguu yake akaenda kupotea. Na mimi sijawekelea macho yangu kwa huyo msichana. Hii miaka yote. Sasa nikikubali na uniambie nipatie Samuel ya yuko, nitakuwa nakusumbua. Uko na simu yako hapo? Sina. Nisaidie kwa tu. Niweza kukupigia simu. Tumekupigia, ni nini uko na wasiwasi? Usikuwe na wasiwasi na sisi. Ama nataka unchukue simu yangu. Usikuwe na wasiwasi. Usichukue simu yangu. Siwezi enda nayo mahali. Shikilia hii. Hii unajua ni ya pesa mingi kuliko hii hapa. Usikuwe na wasiwasi mama. Hakuna mtu anakimbia na simu yako. Najua lazima tu tufanye uchunguzi ndio tujue. So huyo anko yake anaitwa nani? Huyo anko yao huyo mwenye unaniambia jina. Anaitwa Andrew. Okay. Andrew. Uko na simu yako hapa? Nisaidie na kufungulia lock. Kini ina credit. Nataka tu.
So mama umesema hauna maneno mingi na sisi. Umesema umetuambia ile kitu yenye unajua. Unajua kuna kitu tunaitanga kusanitize. Tunaangalianga information kwa simu za watu. Na mama, ile kitu yenye naona hapa, naona cha tuangalia. Guys, naona incoming call ya Andrew. Saa ngapi? 2:30. Right after tumefukuzwa. After ametufukuza. Juu tulikuwa huko 2:00, akatufukuza. Nikatuma ma security, hebu kwanza leta simu yangu hata unaweza fikiria nini. Nikatuma ma security by hiyo 2:00 na kitu 15 na nusu, wakaenda huko na hawakumpata. Saa hii 2:30 mlikuwa mnaongea nini na Andrew? Andrew alikuwa ananiambia nisijaribu kuongea kitu yoyote kuhusu watoto. Nikijaribu kuongea atanitafuta niue. Kwa hivyo Andrew, sasa fanya hivi. Tafuteni Andrew muende huko. Lakini kwangu hapana. Kwa hivyo mama, hiyo masaa yote umekuwa ukitudanganya. Amekuwa kutuchezea. So fanya hivi kitu rahisi. Nani? Leon. Acha tuende police station. Acha enda uongelee huko mbele. Si hapa unaona utaongelea mbele ama utaongelea? Naongea yenye naongea hapa. Utasema ukweli. Ongea hiyo yenye naongea hapa tu ndio naongea huko. Kama inisaidii, tuende nikuende tu kwa police station. Sasa mimi singekubali niuliwe juu ya watoto. Kwa hivyo hata mkinipeleka huko nitaongea tu hivyo. Aongea ukweli basi. Kuna kitu umesema? Aungekubali uliwe. Hebu tuambie kwa nini umesema hivyo mama? Andrew alisema nikijaribu kuongea story ya watoto ataniua. Atakuua. Kwa hivyo mimi nawaomba, nawaomba mtafute Andrew. Kwani ni muuaji mama huyo Andrew? Sijui. Kai, unajua by this week ameharibu boma ya hawa, ameharibu. Kwa hivyo umekubali mliwasiliana na Andrew na akakuona usiongee mambo ya watoto. Haya sawa. Niulize aje mama. Unajua by the way siku hizi ni kubaya. Unaona siku hizi ni kubaya by the way. Watu wanamaliza watu wa familia. Wabaki na shamba. Wabaki na shamba. Wanaua. Wabaki kwanza sana mali. Inafanya watu wanauana sana kwa familia mama. Nimesikia umesema shamba. Kwani kunaenda hata yeye analima tu. Hakuna mtu mwenye analima hapo. Na sasa mimi mama naweza kuingilia niende kwa Andrew niseme mambo ya shamba. Hata nikisema mambo ya watoto ananifukuza hata mimi. Kwa hivyo nyinyi muende tu hapo. So Andrew analima shamba. Shamba nani analima mama? Ya hawa watoto. So like ndio maana aliua hata mama ya hawa, akaua papa yake, tena watoto ameingilia. Finally we have what we wanted. Kwa hivyo ametuambia. So finally we have the information that we wanted guys. Atumesema nini? Andrew? Yeye aliua mamake ya watoto, kaua baba yake. Juu ya shamba tu. Hata saa hii analima shamba. Samuel? Na Samuel juu mnasema alikufa. Samuel alikufa? Nani alimuua ama? Yeye ndiye alimuua. Akaambia huyu msichana tena atoroke. Kama ulimuona, mimi sijui. Sasa yeye kwa hiyo boma hako tu. Nitakuletea Wendi tulikuwa na yeye mama. Nikwambie tu kweli. Wendi tulikuwa na yeye. Na basi yeye ndo alikwambia Wendi alipotea. Yeye aliniambia Wendi mimi nimuuliza Wendi aliendanga wapi tangu tusike ndugu yake. Akasema Wendi alitoka tu akapotea. Sasa nikwambie ukweli. Sisi tunajua mahali Wendi na ndugu zake wengine wawili wenye kwa nyuma yake mahali wanakaa. Kama unataka kuona Wendi, naweza nikakusaidia pia. Mimi hata sitaki kufia kwa mashamba ya watu. Niangalia yangu. Hutaki kujiingiza kwa mambo za watu wewe? Kukufa tu kwa mashamba ya watu hapana. Mimi nataka nikufia kwa shamba yangu. Lakini sasa juu nikienda hapo saiti Andrew naye anakuwa mkali. Hataki uwakaribie. Sababu anaogopa usijue vitu zenye anafanya ama vile kunaenda. Yeye ndo anajua vitu zenye anafanyanga. Na ushaiona ni kama anaweza kuwa na maroho ama anakuwa wa Illuminati hivi ama anatumia. Huyo nafikiria huyo mtu ni wa Illuminati. Kwa nini unafikiria hivyo mama? Nafikiri unaona tu mtu.
Hakuna boma ya mtu naweza maliza na yako iwe. So unamwangalia hivyo unaona huyu mtu hayuko straight. Kuna vitu zenye anafanya. Anatumia. Okay. Sawa. So guys, we have the information that we wanted. It's confirmed Samuel is dead by the way. Hiyo tu sasa tunaweza confirm kabisa. Hakuna vile dada yake anaweza sema Samuel amekufa. Auntie yake akuja aseme Samuel amekufa na ikue hajakufa for real. Na Wendy alikuwa amesema hata atatupeleka mahali walimzika. Samuel. So, alituambia mahali mlimzika akatuambia atatupeleka but haina shida. Wewe tulia. So ile kitu yenye nitafanya hatuwezi muache hapa hivyo tu bure sababu hatujui mambo ya Andrew. Si uko na namba yangu mama? Juu sasa kusema ukweli tulikuwa tuna record. Na hii kitu tuna record tunaiwekanga mahali public. So inaweza ikarisk maisha yako. So nitakutumanishia watu wawili. Ama hata more than hao wawili. Wakuja kwanza wakuangalia hizi siku mpaka tupate huyo Andrew. Lakini najua by kesho nitakuwa nimetafuta namna ya kupata Andrew. Nitakuwa nimejipanga, nitajua vile nitafanya. By kesho nitakuwa nimepata kama sijakosea. Na nikikosa kesho kutwa tuta make sure uko safe. So usiogope kuja kuuawa. Usiogope mtu kuja hawezi tutajua vile tutakulinda, sawa? So yeye sikujalishe. So guys, tutajua vile keep security ya huyu. As tunajaribu kutrack. Hii namba yenye nimetoa kwa simu yake 0792 ni different na yenye tulikuwa tumepiga jana. Bro, si jana tulipiga 0706. So ni different number. Na inaonekana anampigia na hii. So hii ndo tutatrack. Hii ndo tutatafuta. Maybe hii ndo anapigianga nayo familia. Maybe hii ndo iko na siri zake. Tutajua vile tutafanya. So guys, thank you so much for tuning in. Thank you so much for being there. Hebu acha tuendelee kuchunguza hii mambo because it's getting tough. Because tell me why mtu auwe watu juu ya shamba of all things in this universe. Alafu alikudanganya Wendy alipotea. Wendy hajapotea. Wendy ako na wale watoto wao wadogo na Wendy anaendelea kulea watoto vizuri. Sawa mama. So hiyo isikushtue. Ile siku yenye tutamalizana na hii mambo yote, nitakuletea Wendy nikishashika Andrew. Hiyo mwenye mnaogopa. Nitachukua Wendy nikuletee, umuone, mkae chini, muongee, akuelezee zile vitu zenye zimetendeka. Wewe na wewe muelezee ile kitu yenye si ndio? At least umrudi pamoja kama familia. Sababu si vizuri mtu anakuambia utengane na mtoto wa dada yako. Huyo ni mtoto wako. Hao ni watoto wako. Na hakuna mtu afai atoke tu mahali hata kama ni anko yao akuja awaambie ati hawafai kuongea na aunti yao. Kwanza hata si aunti juu sisi kama Wakikuyu dada ya mama yangu anakuanga mama yangu. Tunaitanga mama hata sisi. So unaona ni kama natenganisha watoto na mama yao. Sababu wewe ndo unafaa kuwa hata unaangalia. Wewe ndo hata uko na ile mamlaka mzuri ya kuangalia, ndo uweze kuwalea, uweze kuwa guide, unawaambia hapa mtu afanyangi hivi. Kama nani Wendy ni msichana, anawaambia hapa mtu afanyangi hivi, mtu anafanyanga hivi, unaona? Lakini sasa akiwa hivyo peke yake unaona inaharibu. Lakini mimi naona ukimwona tafadhali mwambie akuje karibu na mimi. Hata sitamwambia. Nitamuleta mwenyewe. Sawa? Sawa. Ngoja kwanza tushike tu huyo. Tukishamshika tu hivyo. Tukishafanya nini? Mshika. Tukishamshika. Tukishika huyo Andrew, tunakuletea Wendy. Sawa. Utakuwa umenisaidia. Nitakuletea Wendy usijali. Wendy hajapotea. Wendy yako. Hako huko hata anafanya biashara tu zake za kawaida. Pengine hata na yeye alienda. Pengine hata Wendy na yeye alienda akaambiwa vitu na huyo Andrew. Akamwambia dada ya huyo ya mama yako akaenda akamweka vitu kwa akili, ndio maana hata Wendy mwenyewe hajakutafuta. So mnafaa mkae chini, umwambie kitu yenye uliambiwa, akwambie ni nini yenye ilifanya hata mpaka sasa hajakutafuta na anajua mahali unaishi. Unaona? Mkae chini muongee, msikizane, mrudi kama familia, sababu huyo msichana anahitaji usaidizi wa mama. Sawa? Si rahisi kulea watoto wawili. Na yeye bado ni mtoto. Unaona? Yeye bado miaka yake haijafika hata kama anawalea mandugu zake wawili, ungekuwa hapo. Mimi ndio kulea hao, ungemsaidia. Unaona? Hata kama utamsaidia kifedha, utawasaidia kuwa guide, kuwaambia fanya hivi usifanye hivi, fanya hivi usifanye. Unaona? Na ni muhimu na inahitajika hivyo. So wewe usijali. So guys, thank you so much. Kama hujasubscribe by the way before I forget, kindly subscribe.
tuko road to 20k, tuko already 15k. Thank you guys. Nawapenda tu sana for being so nice and so lovely to me. Thank you so much. Leo nafurahia mama. Tunakuanga tumefurahia saa nyingine. Though tunakuanga wakali lakini saa nyingine tunafurahia. Hebu ambie wa subscribe kwa channel yako bro. Hello guys, hope you are good, hope you are great. So you are doing that. Kizungu inakuanga ngumu si. Ndio maana nilikwambia ongea Kiswahili. Tafadhali subscribe kwa channel yangu The Leon Show. Yeah, till next time we meet again. Bye. Na watambua tu sana watu wangu. Acha tuangalie vile tutanini mama hapa. Tuone vile tutasaidiana. Si tuonane kwa the next episode. Nawapenda tu sana. Bye.